Bwana Yesu asifiwe. Ninawabariki kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Leo niko tena mbele yenu hapa nikiwakumbusha Wakristo popote duniani mlipo, Wakristo wote ambao mnaliamini neno la Mungu, ambao mnamwamini Yesu Kristo, ambao mnaamini katika Roho Mtakatifu, ambao mnaamini katika Mungu. Hebu tuliandae kanisa na tuandae watu kwa ajili ya kunyakuliwa na kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo. Masikitiko yangu makubwa na huzuni yangu kubwa, vijana wa kanisa la leo, wa Kristo wa leo, hawajajiandaa kabisa kwa ajili ya kunyakuliwa, hawajajiandaa kabisa kumpokea Yesu Kristo. Hii ni hatari sana. Hii ni hatari sana. Mambo haya tunachukulia kawaida, tunachukulia kwa uzito mdogo. Tunaona ni kama maneno ambayo yananenwa na watu siku zote. Lakini nataka kuambia kwamba hili ni jambo ambalo liko serious. Huenda sauti hii ukawa hauisikilizi tena na ukawa unadharau. Mimi nakwambia hapa kama rafiki, kama ndugu katika Kristo, kwa upendo kabisa mkubwa. Neno la Mungu linasema kabisa kabla haijaja siku ile kuu ya kutisha na kuogofya, Mungu atamtuma nabii au atamtuma Elia. Kwa hiyo sasa huenda hii sauti imekuja kimaalum kwa ajili yako ambaye unasikia. Wewe ambaye una moyo uliopondeka, wewe ambaye una moyo mlaini, endelea kujitakasa, mtu wa Mungu. Tujiweke tayari. Yesu alisema tujiweke tayari kwa sababu saa yoyote tusioizana anakuja. Kwa sababu muda umeisha. Huu ni wakati wa kumrudia Mungu. Vijana, mabinti, tengenezeni njia zenu vizuri, ili asije kuwepo mtu wa kusema kwamba hakuambiwa au hakuhubiriwa. Na ikiwa kila siku tunaongea kwa habari hii ya utakatifu, dini yako haitokupeleka mbinguni, zebu lako halitokupeleka mbinguni. Kitakachokupeleka mbinguni ni utakatifu. Kitakachokufanya unyakuliwe ni utakatifu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako, hakikisha unatafuta Roho Mtakatifu, hakikisha unajazwa Roho Mtakatifu. Kwa sababu bila Roho Mtakatifu, bila ujazo wa Roho Mtakatifu, bila kuwa na Roho Mtakatifu, ndugu yangu, utajikuta unabaki. Tutafute utakatifu. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tengeneza na watu wote. Kama una mtu moyoni umemweka, kama kuna mtu unabifu naye, kama kuna mtu una ugomvi naye, achilia. Ikiwezekana mtafute, muombe msamaha, hata kama wewe ndio ulimkosea au alikukosea yeye, ili utengeneze na Mungu. Kwa sababu neno la Mungu linasema msipowasamehe watu makosa yao na dhambi zenu, na ninyi hamtasamehewa na Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo mimi ninachokosea ni nini? Tengeneza na watu wote amani. Tengeneza na wale waliokukosea, waliokuuza, waliokutenda mabaya, wasamehe, alafu wewe relax, mwachie Mungu hiyo kazi. Wewe moyo wako wewe mweupe, mtafute Mungu, mtu wa Mungu. Nyakati ambazo tupo ni nyakati za hatari vibaya mno. Wakristo wote ninawapenda, ndio maana mimi kila siku siachi kuambia kwa sababu ya kujiandaa. Wapo watu ambao wanapuuza, wapo watu ambao wanadharau, lakini hii sauti watakuja kuikumbuka pale tu watakapomuona Bwana ameshuka ulichukua kanisa lake na watu wakabaki na ikiwa ulisikia hii sauti. Itasikitisha sana ikiwa umesikia tukikwambia kwa habari hizi. Watumishi wa Mungu popote mlipo, mnaoendelea kuambia watu habari hizi, nisiache kuambia. Tuambie watu wajue kwamba wakati umeisha na wakati uko mwisho na hakuna muda tena. Ni nyakati ambazo Mungu ametupa nafasi ya bure ya kutengeneza mambo yetu, ya kujiandaa ili tumpokee na kunyakuliwa. Sasa ninyi ambao hampo tayari, damu yenu haitakuwa mikononi mwetu, kwa sababu tumetumia gharama kuweka sauti hii, kuweka video hizi, ili ulimwengu usikie kwamba Yesu Kristo anakuja kulinyakua kanisa. Kanisa linatakiwa linyakuliwe, ni kanisa takatifu. Lakini bado hapo vijana sasa akili zao na nguvu zao zote wamewekeza kwenye mpira, wamewekeza kwenye starehe, kwenye muziki, kwenye kutafuta mali, kwenye kutafuta maisha. Hivi vyote ni vya kupita. Siseme tusitafute maisha, lakini tukumbuke pia na kujiandaa. Kwa hiyo nipo hapa kukukumbusha wewe ambaye una matumaini ya kunyakuliwa, muamini Bwana Yesu Kristo. Endelea kuamini Yesu, endelea kukaa ndani ya uwepo wa Mungu, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki.